unaotesa maisha ya watu wengi, unaohangaisha maisha ya watu wengi, ni ugonjwa wa kukosa uaminifu. Haleluya! Uaminifu sio uaminifu katika fedha tu. Uaminifu upo katika mambo mengi, lakini hayo mambo mengi yamesababisha madhara makubwa kwa sababu tumekosa uaminifu. Haleluya! Uaminifu ni nini? Pengine ulikuwa hujui. Uaminifu ni funguo au ni ufunguo wa kuongezeka. Hebu wote tuseme uaminifu ni ufunguo wa kuongezeka. Uaminifu ni ufunguo wa kuongezeka. Ukiwa mwaminifu, maana yake unaruhusu maongezeko. Haijalishi ni kwenye kitu gani, lakini ukiwa mwaminifu unaruhusu kuongezeka. Mwangalia mwanamke ambaye ni mwaminifu kwenye ndoa yake, mume wake atampenda na kumjali kwa sababu ya uaminifu wake. Haleluya! Lakini ukitaka kukosa vitu vingi, ukitaka ushushwe heshima yako, hebu ruhusu uaminifu uondoke kwenye maisha yako. Na huwezi kumwambia mtu uaminifu kama wewe sio mwaminifu. Unanielewa vizuri? Kaa chochote. Ndio maana ili uone kama huu ni ufunguo, nenda kaanze kufanya vitu ambavyo vinahusu uaminifu. Nisomee kitabu cha Mathayo 25 mstari wa kwanza. Nataka uone kwamba utaongezeka, utapewa mambo mengi utakapokuwa mwaminifu katika mambo madogo. Yale makubwa yatafanya vitu gani kwenye maisha? Wewe unapoona mambo hayaendi, lazima ujue baba yako ni nani. Nilizungumza Ijumaa nikasema Mungu ni baba yetu. Sifa ya baba anajali. Mungu anajali. Mungu anatujali watumishi wa Mungu. Haleluya. Inawezekana uelewe Mungu anavyokujali. Kuna watu Mungu anawajali. Niliwaambia kuna mtu leo saa hii anaweza kawa yuko mahakamani, anasomewa kifungo cha maisha na kosa alilofanya halijui. Leo ndio nakwambia uaminifu unapoleta kitu fulani, wanapokushitaki hawaoni makosa ukiwa mwaminifu. Muulize Danieli. Danieli alikuwa mwaminifu, wakamshtaki kwa mfalme, lakini Biblia inasema kwa uaminifu wake hawakuliona kosa. Haleluya. Haleluya. Kuna makosa hayataonekana pale unapokuwa mwaminifu, lakini ukikosa uaminifu watakufunga, maisha yako yatapotea. Ukiwa mwaminifu, hiyo ni bii. Ukiwa mwaminifu utapewa uwakili. Ukiwa mtu mwaminifu utapewa uwakili. Uwakili maana yake nini? Ni kusimamia mali ya mtu mwingine. Yaani ukiwa mtu mwaminifu. Sasa hivi Edison mimi nilikuwa nazungumza naye hapa. Nikasema kamanda, unachohitaji ni mipango na uaminifu. Haleluya. Watu wataleta kazi nyingi. Sasa hebu tutajenga majengo makubwa, lakini watu wanataka kuona huyu fundi ni mwaminifu. Watu wengi hawana biashara kwa sababu sio waaminifu. Sio, unanielewa? Wanawake wengi kwenye maisha, usifikiri mwanaume anashindwa kukupa kazi, ameangalia uaminifu haupo. Yaani ukipewa 20,000 unachukua 2,000, sio 3,000, unaficha. Unafanya matumizi 18,000. Alafu unasema ndio imetosha. Kwa nini sio muwazi? Babu nilipa 20,000, nimeona nichukue 2,000, nikanunua yeko. Haleluya. Leo hicho kitu hakipo. Wazazi wengi na waume wengi wanatoa fedha kwa wake zao, lakini vile matumizi yanaenda sivyo. Sio, unanielewa hiyo? Na hili huwezi kukubali kwa sababu uaminifu ni hamna. Sio, unanielewa watumishi wa Mungu? Mwaminifu hawezi kuvunja mipango yake. Anakuwa mwaminifu. Hapa sasa hivi huu ni mwezi wa ngapi? Wa 4. Na mwaka ndio unaenda kuishi. Una mipango gani? Je, uaminifu unalinda mipango? Una uhakika? Haleluya.
Haleluya. Uaminifu utakufanya uombe maombi yenye majibu. Lakini namba 3, utapewa kusimamia mali. Ndio ile nilikuwa nasema uwakili. Kinachosababisha mtu asimamie mali ni ule uaminifu. Lakini uaminifu utakulinda. Watakapokushtaki hawatayaona makosa kwa sababu ya uaminifu. Hebu tusome kitabu cha Danieli 6 mstari wa 4. Tuone walipoenda kumshtaki, alafu baadaye wakashindwa kuyaona makosa. Basi mawaziri na maamiri jeshi wakatafuta sana, sio kidogo, kupata sababu za kumshtaki mtu huyo Danieli kwa sababu za mambo ndio, kwa habari ya mambo ya ufalme ndio, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa. Kilichosababisha wasione ni nini? Kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Mmeelewa watumishi wa Mungu? Amen. Hivi ukiwa na Biblia afu watu wanakutafutia makosa, alafu wewe ni mwaminifu, ukasoma hilo neno, amechoka na kukataliwa, kienda kuongea na wenzao wakusikilize. Yaani hata unge na wewe unafikiri unanuka mbele yao. Anakataliwa. Mtu ambaye sio mwaminifu anachoka. Unajua kuchoka au kupauka? Unajua kupauka? Mnajua kupauka? Mtu aliyepauka yuko kati yuko hao nanyi mmekataliwa. Hao nanyi sio waaminifu watumishi. Mzee wa zamani, mtu aliyechoka amepaka mafuta ya kubali, amepauka. Hasara ya kutokuwa mwaminifu, unapauka. Wewe unakula kande asubuhi mpaka kesho. Yaani Mungu anakulea tu usife. Hasara ya kutokuwa mwaminifu. Yaani Mungu anaweza kukupiga adhabu ya kula mlenda kila siku. Wewe sio mwaminifu.